kumaanisha. Mwambie Bwana, umenipendelea wala sikustahili. Wokovu ulizaliwa kwa ajili ya nyumba ya Israeli peke yake. Hatukustahili, lakini Bwana alituokoa, akasema bali waliompokea ndio atakayetupenda. Jehova Mfalme, hatujivuni kwa chochote tulichokifanya, lakini umetupendelea Bwana. Afya hii na neema hii umenipenda. Nikusikie kanisa ukisema Bwana umenipendelea. Hatukustahili Jehova. Kwa kumaanisha Bwana umenipendelea mimi, umenipendelea wewe, umenipendelea na kurudishia sifa, umenipendelea. Ongea na Mungu wako, mshukuru amekupendelea. Hata afya hii ninayo, umenipendelea. Wapo waliokufa, lakini mimi niko hai, umenipendelea. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba siku ya leo neema yako ikanifunike na jambo jipya likazaliwe juu yangu. Bwana, ninaomba siku ya leo jambo jipya likazaliwe juu yangu. El Shaddai, ninaomba mkono wako wenye nguvu ukaniguse leo kwa utukufu wako siku ya leo ikawe ni siku yangu ya habari njema, ikawe ni siku yangu. Ninaomba siku ya leo ukayaguse maisha yangu, familia yangu. Ninakuhitaji wewe. Bila wewe Bwana mimi siwezi. Bila wewe mimi siwezi. Bwana, enda na mimi siku hizi chache zilizobaki kumaliza mwaka huu. Enda na mimi. El Shaddai, ninaomba siku ya leo neema yako isinipungukie. Enda na mimi siku hizi chache zilizobaki kumaliza mwaka huu. Ninaomba msaada wako ukawe juu yangu, msaada wako Bwana ukawe juu yangu. Ninatamani neema yako iongezeke juu ya maisha yangu. Neema yako iongezeke juu ya maisha yangu. Neema yako iongezeke juu yangu. Kila itwapo asubuhi, wema wako unifunike. Kila itwapo asubuhi, wema wako unifunike. Mwokozi, ninaomba enda na mimi kwa jina la Yesu. Amen. Mpe Yesu makofi. Haleluya. Naomba nishike mkono, dunia imejaa dhiki. Naomba nishike mkono, nimalize safari ya uzimani, nimalize
nianze safari ya kuingia. Mimi ninatembea kidogo kidogo nikinyata, ninatamani kunyakua uzima wa milele. Mimi ninatembea kidogo kidogo nikinyata, ninatamani kunyakua uzima wa milele. Ulimwengu utanipeleka wapi? Na wazazi watanipeleka. Ai, marafiki watanipeleka wapi? Marafiki watanipeleka wapi? Nisikie vigelegele kwa Yesu. Na madeni atanipeleka wapi? Na madeni atanipeleka. Nitayacha duniani, atanipeleka wapi? Na madeni atanipeleka wapi? Hebu cheza kwa Yesu, kidogo namna hiyo, twende cheza. Ni kwa neema tu na rehema, ni kwa neema tu. Mwambie tena Yesu, ni kwa neema tu na rehema, ni kwa neema tu. Tunaishi tunakula, ni kwa neema tu na rehema, ni kwa neema tu. Ni kwa neema tu na rehema, ni kwa neema tu. Nisikie vigelegele kwa Bwana. Ninatabiri mtavuka mkiwa namba imetimia juu ya nyumba yenu, juu ya nyumba yako, kwa jina la Yesu. Hamtavuka wachache katika jina la Yesu. Kama aishivyo Bwana, ninatabiri mtavuka namba ikiwa imetimia. Hamtavuka wachache kwa jina la Yesu. Utavuka na watoto wako, utavuka na ndugu zako, utavuka na wazazi wako, utavuka na kaka zako, utavuka na dada zako, utavuka na wadogo zako, utavuka namba ikiwa kamili kwa jina la Yesu. Hamtavuka wachache, na tamka kwa jina la Yesu. Ninatabiri kuanzia siku ya leo, tarehe ya leo, utavuka ukiwa na biashara yako kwa jina la Yesu. Utavuka ukiwa na kazi yako kwa jina la Yesu. Utavuka ukiwa na kazi yako, nisikie amen. Utavuka ukiwa na watoto wako, nisikie amen. Ninatabiri juu ya nyumba yako, watu wa nyumbani mwako, hakuna atakayepotea hata mmoja. Hakuna atakayelala chini hata mmoja. Utavuka na kuingia tarehe moja, wote nyumba nzima mkirukaruka na kumshangilia Bwana na kuufurahia wema wa Bwana. Ninatamka hii neema na ikawe juu ya malango ya nyumba yako, ikawe juu ya malango ya nyumba yenu, na ikawe baraka. Nisikie amen. Simama kwa imani, sema amen. Imekuwa kwa jina la Yesu. Mtaingia tarehe moja mkirukaruka mbele ya wema wa Bwana, hata kuwemo alio kitandani katika jina la Yesu. Ninatamka hata kuwemo atakayekuwa kitandani kwa jina la Yesu. Hata kuwemo wa kuingia na kovu katika jina la Yesu. Mtaingia mkiwa na afya njema katika jina la Yesu. Mtaingia Januari mkiwa na afya njema kwa damu ya Yesu. Utaingia na watoto wako, utaingia na ndoa yako, utaingia na watoto wako, utaingia na karama yako, utaingia Januari kwa baraka. Januari yako ikawe nyepesi. Januari yako ikawe ya mpenyo. Januari yako ikawe ya mpenyo.
yale yaliyoandaliwa sirini, ninaamuru kama ilivyoandikwa katika Zaburi 91 mstari wa 3, tena yeye Bwana atakuokoa na mtego wa mwindaji. Ile mitego yao ya sirini haitakupata wewe, haitawapata ndugu zako, haitawapata wazazi wako, haitawapata ndugu zako, haitakupata juu ya kazi yako. Utavuka ukiwa na amani. Nisikie amen. Ukiwa na furaha nisikie amen. Kila kilichopangwa kwa hila imeandikwa katika Maombolezo sura ya 3 mstari wa 37. Ni nani aweze kusema neno nayo ikawa, ikiwa Bwana hakuliagiza? Chochote ambacho hakitokani na Mungu hautaingia nacho. 2026 kwa jina la Yesu. Chochote ambacho hakitokani na Mungu hautaingia nacho 2026 kwa jina la Yesu. Chochote ambacho hakileti utukufu kwa Bwana hautaingia nacho 2026 kwa jina la Yesu. 2026 ikawe ni mwaka wako wa kung'aa zaidi ya hapo. La mazoli yama 2026 ukawe ni mwaka wa kung'aa zaidi ya hapo katika damu ya Yesu. 2026 wale watu wema waliobeba ule mlango, waliobeba ile habari njema kwa ajili yako, kwa ajili ya uzao wako, ninaachilia neema ya Bwana ikupatanishe nao kwa jina la Yesu. 2026 kilicho kinyonge hakitaambatana na wewe. Kilicho kidhaifu hakitaambatana na wewe. Kilicho cha aibu hakitatokea mbele yako, kwa maana imeandikwa katika Maombolezo 3:37, ikiwa Bwana hakusema neno, ni nani aweze kusema? Nayo ikawa kama ilivyoandikwa katika Warumi 8:31, Mungu akiwa pamoja na wewe, hakuna udhaifu, hakuna aibu, hakuna kilio, hakuna changamoto itakaye dhihirika mbele yako 2026 kwa jina la Yesu. Kama ilivyoandikwa katika Warumi 8:11, lakini ikiwa yule Roho aliyemfufua Kristo Yesu anakaa ndani yenu, atahuisha na miili yenu, atahuisha kwa Roho wa Bwana vyote ambavyo vilikuwa vinaonekana ni kama ni vinyonge, kwa Roho wa Bwana Disemba hii na vihuishwe mara 7, na vihuishwe mara 7, na vihuishwe mara 7, na vihuishwe mara 7. Kila kona kwenye maisha yako, kila engo kwenye maisha yako, ninatabiri na kutamka, na vihuishwe vile ambavyo vilikuwa vinaonekana ni vinyonge, na vihuishwe kwenye afya, vihuishwe kwenye uchumi, vihuishwe kwenye elimu ya watoto, vihuishwe juu ya ndoa yako, vihuishwe juu ya nyumba yako, vihuishwe juu ya huduma yako, na wema wa Mungu udhihirike kwako. Nisikie amen. Wewe unayesikia sauti hii, ambaye Roho wa Bwana asema na watu wake siku ya leo, tarehe ya leo, lebazoketelebrana mande jividi ya bazo jeketelebrahata kia bazofrali yama iketelebrahata ya bazo, kama ambavyo wana wa Israeli
wakatoka mbele ya Farao wakiwa wameshehena baraka kila kona, mambo manono kila kona, wamesheheni kila kona kwa baraka ya Bwana. Wakawa na afya njema, wakawa na kila kitu, na ngamia na kondoo na ng'ombe na dhahabu. Ndivyo ambavyo ninatamka kuanzia Jumapili hii ya leo, utaingia Januari ukiwa umeshehenezwa kila kona. Hamtaingia kinyonge, hautaingia kinyonge, hautaingia kinyonge, hautaingia kinyonge katika jina la Yesu Kristo. Sema amen mara ya kwanza. Sema amen mara ya pili. Sema amen mara ya tatu. Sema amen mara ya nne. Sema amen mara ya tano. Sema amen mara ya sita. Ya saba sema amina. Ukuta wa Jeriko ulianguka kwa sababu walitii maagizo ya Bwana, kwa sababu walitii sauti ya Mungu ambayo kwayo iliachiliwa masikioni mwao kupitia kinywa cha mtumishi wa Bwana Joshua. Wakaambiwa itakapofika mara 7 utapiga kelele. Walipopiga kelele, kule kutii ile sauti ya Bwana, ukuta ulianguka. Ukuta ulianguka. Kuanzia leo hii, kama ulivyosema amen mara ya 7, ninatamka na kutabiri juu ya nyumba yako, hamtaingia kinyonge 2026. Hautaingia kinyonge 2026. Na huo mwaka naona uking'aa zaidi ya hapo. Naona uking'aa zaidi ya hapo. Mgeukie jirani yako, mgeukie jirani, mwambie nipige picha. Utukufu huu unaouona leo si kama ule wa Januari, na hata nimeshaingia tayari. Niko ndani ya Januari, ninang'aa ndani ya Januari, ninaangaza ndani ya Januari, ninang'aa nikiwa ndani ya Januari. Anayeng'aa nisikie amen. Yale mambo ambayo jicho lako halikuyaona ndani ya mwaka huu 2025, yale mambo ambayo hukuyasikia kwa masikio yako, naona milango imefunguka. Milango imefunguka, na si milango midogo, kwa maana Mungu wako sio Mungu wa mambo madogo, kwa maana Mungu wetu sio Mungu wa mambo manyonge. Ninaiona milango mikubwa ikifunguka mbele yako mwanangu. Pokea hiyo neema kuanzia leo. Pokea hiyo neema kuanzia leo. Pokea hiyo neema kuanzia leo. Hiyo neema imekufungukia kuanzia leo. Na kuanzia leo utatembea katika mbingu zilizo wazi sana. Kuanzia leo utatembea katika mbingu zilizo wazi sana. Mama Rose, mtumishi wa Bwana, 2026 naona ukiwa ndani ya nyumba yako, na nitaingia ndani ya nyumba yako, nitakaa ndani ya sebule ya nyumba yako, nikitamka wema wa Bwana juu ya malango ya nyumba yako, na imekuwa kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema, nisikie amen. Haleluya. Mgeukie jirani yako, mwambie hali gani? Mwambie tena hali gani? Mgeukie, mwambie hali gani? Mwambie tena hali gani? Mwambie huyu unayemuona yuko ndani ya Januari tayari. Yuko ndani ya Januari tayari, kwenye utukufu mwingine, kwenye ng'ambo nyingine, kwenye levo nyingine. Ndivyo ambavyo nakuona wewe. Ndivyo ambavyo nakuona wewe. Ndivyo ambavyo ninakuona wewe. Ndivyo ambavyo ninakuona wewe.
Mwambie jirani yako, acha kukiri mambo manyonge. Acha kuwa na mtazamo wa mambo manyonge. Mungu wako sio Mungu wa mambo manyonge. Kama bahari ya Shamu ilifunguka na wakapita katikati yao, tafakari pia, bahari ilipogawanyika wakapita katikati yao, kumbuka walitoka kwa Farao. Hawakutoka wakiwa na rumbesa ya nguo. Nguo zile zile ambazo walitoka nazo kwa Farao ndo zile zile nguo walifika nazo kule Kanaani yao. Hawakuvimba miguu, hawakuchoka, bali wote waliomngojea Bwana walipokea nguvu mpya, wakapaa kwa aleketelia, wakapaa kwa mbawa, wakapaa kama tai. Ninatabiri 2026 upae kwa jina la Yesu. Upae kwa jina la Yesu. Mwaka huu ulitembea, mwaka huu ulikimbia kimbia. Mwaka 2026 ni mwaka wako wa kupaa. Upae kibiashara, upae kiuchumi, upae kila kona, upae kwa jina la Yesu. Imekuwa katika jina la Yesu. Amen. Mpe Yesu makofi. Nampenda Yesu wa Galilaya, amebadilisha maisha yangu. Oh, nampenda Yesu. Nampenda Yesu wa Galilaya, amebadilisha maisha yangu. Wewe unampenda nani? Nampenda Yesu wa Galilaya, amebadilisha maisha yangu. Amenipigania, amenitetea. Wako ukawe wa baraka kwako kwa jina la Yesu. Ukawe wa furaha kwako kwa jina la Yesu. Na kwa sababu utakuwa ni mwaka wako wa furaha, Zaburi 23, nampenda sana Daudi, akasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sintapungukiwa na chochote. Na waona wana wa Mungu ambao hawapungukiwi 2026. Hautapungukiwa na kibali kazini, hautapungukiwa na heshima kazini, hautapungukiwa na afya kuanzia Januari mpaka Disemba, hautapungukiwa na faida juu ya kazi ya mikono yako, hautapungukiwa na afya, hautapungukiwa na uzima. Mtu wa uzima anaishi ndani yako. Mtu wa uzima anakaa ndani yako. Ukitembea unatembea naye, ukikaa umekaa naye, unapozungumza naye yuko ndani yako. Anakupa hekima namna ya kuzungumza mambo, anakupa hekima namna ya kuyaona mambo. Leketeliba zofra liamande. Nimesema hivi, hakuna atakayeweza simama mbele yako 2026. Bwana ndiye atakaye kuchunga Januari hadi Disemba 2026. Kwa sababu hiyo utakuwa na amani tele, maana yeye ndiye Bwana wa amani, maana yeye ndiye mfalme wa amani. Kutoka kwako na kurudi kwako itakuwa ni shuhuda. Nisikie amen. Watoto wako kielimu hawatatembea kinyonge tena 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 tena. Shagadaga bababo, jege baba bababo, lege baba bababosa.
Shegedia mande gebrada bababo. Shegedia mande lefedia. Shegetu salifrahata kaya. Nimesema kuanzia mwanzo wa Januari hadi Disemba 2026 Mungu atakwenda mbele yako. Utamiliki ambavyo ulitakiwa umiliki. Utakwenda kwa neema. Utakanyaga mahali ambako elimu yako isingeweza kukusaidia. Ukanyage pale, usimame na wale watu, lakini kwa neema ya Bwana amekusimamisha na wakuu. Amekusimamisha na wakuu. Amekusimamisha na wakuu. Amekusimamisha na wakuu. Pia tuza kara baba babo. Hey, hatua zako, hatua zako, hatua zako, hatua zako, hatua zako. Unakutanishwa na wakuu. Unakutanishwa na wakuu. Unakutanishwa na wakuu. Ile basada yapa. Malaika wa habari njema. Malaika wa habari njema. Malaika wa habari njema. Ndivyo itakavyokuwa 2026 kwako. Utatembea katika uweza na nguvu za Mungu isivyo kawaida. Utatembea katika neema ya kiungu isivyo kawaida. Ndivyo itakavyokuwa 2026 kuanzia Januari mpaka Disemba ya 2026. Utatembea katikati ya wema wa Mungu isivyo kawaida. Utatembea katikati ya kibali cha kiungu. Utatembea katikati ya uweza wenye udhihirisho kila kona juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Kale pradabaso livenusa giadabaso. Ebu nyoosha mikono miwili juu. Baba, asante kwa neema hii ulioimimina juu yangu leo, kwa maana umesema kila mwenye kiu na aje anywe. Asante Bwana, kwa maana leo hii umemimina neema hii kwangu. Kwa jina la Yesu, neema hii itanitangulia Januari hadi Disemba
2026. Kuanzia leo 2026 ikawe kwangu. Amen. Tumpe Yesu makofi. Bwana alinipa ujumbe leo kwa habari ya kuchochea karama yako. Kuchochea karama yako. Kuchochea karama yako. Mwambie jirani yako, chochea karama yako. Chochea karama yako. Mwambie tena, chochea karama yako. Haleluya. 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 Usiogope. 2026 tutatembea katikati ya malango yaliyo wazi. Tutatembea katikati ya mbingu zilizo wazi sana. Kama tuko pamoja, nisikie amen ya nguvu. Hebu sema, kuchochea karama yako. Mungu alipokuumba kuna mambo aliweka ndani yako. Mungu alipotuumba wanadamu, Mungu alipomuumba mwanadamu, Mungu alipowaumba wanadamu, kuna mambo aliweka ndani yao. Mungu alitupa karama. Haleluya. Andika, Mungu alipokuumba kuna mambo aliweka ndani yako. Mungu alipokuumba kuna mambo aliweka ndani yako. Kwa dakika chache alafu nikuruhusu twende nyumbani, maana kuna mambo makubwa yamefanyika siku ya leo kwa ajili ya 2026. Haleluya. Mungu alipomuumba, kuna mambo aliweka ndani yako. Kipawa au karama. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Wewe ambao unapata neema kuja kanisani, umebarikiwa sana. Umebarikiwa sana. Kuna baraka unapata unapoingia ibadani. Kuna baraka unapata unapoingia ibadani. Leo nitakuonyesha kwa nini huwa tunaingia ibadani. Kwa nini huwa tunaingia kanisani. Halo, Baba wa milele. Baba wa milele. Hebu sema, kuna baraka unapopata nafasi ya kuingia ibadani. Kuna baraka kubwa sana unapopata nafasi ya kuingia ibadani. Namba moja, baraka ya kwanza ni kuichochea karama iliyo ndani yako. Unapoingia ibadani unapata fursa nzuri ya kuchochea karama iliyo ndani yako. Ni kuingia tu ibadani ndipo unaweza kuichochea karama yako. Namba mbili, kufanya kipawa chako au karama yako iwe na makali. Iwe na makali. Watu wa Mungu nisikie amina. Mungu alipokuumba aliweka kipawa ndani yako, aliweka karama ndani yako. Kuna kipawa kimo ndani yako. Sasa hicho kipawa, tunapopata fursa ya kuingia ibadani namna hii, tunapata fursa ya kuchochea hicho kipawa.
Kwa mfano Ibrahimu alichimba visima vya maji, lakini baadaye Ibrahimu akawa hayupo. Maandiko yanasema vile visima vikafukiwa na Wafilisti. Kwa hiyo kipawa ambacho nitakuonyesha, kipawa ambacho kiko ndani yako, hiyo karama ambayo iko ndani yako inahitaji kuchochewa. Tunapopata fursa ya kuingia ibadani, tunapata nafasi ya kuchochea hicho kilichomo ndani yako cha kiungu, kukifanya kiwe na makali zaidi. Halo. Kwa hiyo Ibrahimu kachimba visima, lakini akafariki. Wafilisti wakaja wakavifunika hivyo visima, ama wakajaza vifusi vile visima. Ndipo maandiko yanasema hivi, Isaka akaja akavichimbua visima. Sio alichimba, alifukua visima ambavyo vilikuwa vimeshachimbwa tayari na baba yake Ibrahimu. Maana yake kwamba iko hivi, Ibrahimu alichimba visima, vikawa na maji, vikawa vinatoa maji, vikawa na maji mazuri, lakini baadaye yeye akawa hayupo. Wakainuka Wafilisti wakavifukia vile visima. Maana yake kwamba wakajaza uchafu ndani ya vile visima, wakajaza matope ndani ya vile visima. Maana yake kwamba ule uchafu ulienda kuziba kwenye chemichemi ndani ya vile visima. Maji yakawa hayawezi kutoka tena, yapo lakini hayawezi kutoka. Kwa nini? Kwa sababu zile chemichemi zimefunikwa na vifusi na Wafilisti. Kwa hiyo alichokifanya Isaka ni kwenda kuzibua zile chemichemi, kwenda kuondoa vile vifusi, kwenda kuondoa ule uchafu. Ndipo yale maji ambayo yalikuwa hayaonekani yakaanza kuonekana tena. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Baba wa milele, Baba wa milele, Mungu alipomuumba maadamu ndani mwako, ndani yake alimpa kipawa, alimpa karama, alimpa kipawa ama alimpa karama. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Baba wa milele, naomba tuangalie Timotheo wa pili sura ya 1 mstari wa 6. Kwa sababu hiyo nakukumbusha. Kwa sababu hiyo nakukumbusha. Uichochee karama ya Mungu. Hebu sema uichochee karama ya Mungu. Tuseme kwa sauti. Tuseme kwa sauti. Kwa sababu hiyo nakukumbusha, na tuichochee karama ya nani? Ya Mungu. Iliyo ndani yako. Iliyo ndani yetu. Kwa kuwekewa mikono yangu. Kwa kuwekewa nini? Mikono. Kumbe, ingawa ni somo lingine tofauti kabisa, lakini nataka uone hapo ndani yako kuna kipawa, na hicho kipawa kinahitaji kuchochewa. Ndiyo maana Mtume Paulo anamwambia Timotheo, kwa sababu hiyo usisahau kuichochea karama. Wapendwa, usisahau kuingia kanisani kuichochea karama iliyo ndani yako. Hiyo karama iko ndani yako. Hiyo karama inakaa ndani yako. Hiyo karama imo ndani yako. Ili hiyo karama iwe na makali inahitaji kuchochewa. Moto ukikosekana anayechochea uzima. Hiyo karama akikosekana wa kuichochea, hiyo karama inaweza kuzima.
Ndiyo maana lazima awepo mchochea hiyo karama. Tunapoingia kanisani tunaichochea karama, tunaichochea karama, na tunaichochea karama kwa kuingia kanisani, lakini kwa fundisho sahihi linalomwamsha mtu wa ndani ajijue ni nani na ajue ndani yake kuna nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba wa milele, Baba wa milele. Kwa hiyo visima vya Ibrahimu vilikuwepo, vilikuwa na maji, lakini vilikuwa vinamhitaji Isaka avifukue ili maji yaanze kutoka tena. Ndani yako kuna kipawa kinahitaji mtu akichochee ili kiwe na makali tena, ili kiwe na makali tena. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sema, ndani yangu kimo kipawa. Hebu tusome tena hapo, msomaji. 1, 2, 3. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6. Yes. Kwa sababu hiyo na kukumbusha uichochee karama ya Mungu, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kuwekewa mikono, ambao ulipata kwa kuwekewa mikono. Haleluya. Baba wa milele, Baba wa milele, Baba wa milele, anasema ulipata kwa kuwekewa mikono. Lakini pia ukiangalia kwa habari ya Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 5, tunaona Yeremia anaambiwa ndani yako kuna kitu ulipewa tangu ukiwa tumboni. Lakini Timotheo tunaona anasema ulipata kwa kuwekewa mikono. Lakini Yeremia anaambiwa una kitu ambacho umezaliwa nacho, ulikuwa nacho tangu tumboni. Kila kipawa ambacho Mungu alikupa 2026 kitakuwa baraka kwako kwa jina la Yesu. Kitakuwa baraka kwako kwa jina la Yesu. Nataka nikuonyeshe namna ya kuchochea leo, alafu mambo yatokee. Yeremia 1 mstari wa 4 hadi wa 5 anasema, Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4. Neno la Bwana lilinijia kusema. Ndio. Mstari wa 5. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Tangu ukiwa tumboni, Yeremia, nalikujua mimi Bwana. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Unaona, anaambiwa nimekupa jukumu tangu ukiwa tumboni. Kwa sababu ya muda wangu utaona pia kwa habari ya Paulo anasema mimi nalitengwa tangu tumboni. Lakini Paulo ndiye ambaye yule Sauli tunaona mwanzo wake ulikuwa ni mbaya. Alianza kuliudhi kanisa, kulitesa kanisa, lakini kumbe ni chombo teule ambacho kilikuwa kimetengwa tangu tumboni. Alipewa kipawa cha kuhubiri injili tangu tumboni. Halo. Kuna watu wako hapa, ndani mwenu kuna vitu ambavyo ulizaliwa navyo. Hivyo vitu ambavyo ulizaliwa navyo 2026 vitakuletea matunda katika jina la Yesu. Vitaleta matunda katika jina la Yesu. Kama ilivyoandikwa kwenye Mithali, anasema kipawa ni kitu cha thamani, kila kigeukapo huleta faida. 2026 itakuwa baraka kwa jina la Yesu. Itakuwa baraka kwa jina la Yesu. Tuangalie mtu ambaye alipewa kitu tangu kuzaliwa kwake. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 9. Huyu mtu anaitwa Dorcas. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36 hadi 39. Matendo ya Mitume 9:36 hadi 39. Karibu. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36. Na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa. Ndio. Jina lake Tabitha. Ndio. Tafsiri ya jina lake Dorcas. Yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema, sadaka alizozitoa.
37. Ikawa siku zile akaugua, Ndio. akafa. Hata walipokwisha kumwosha, wakamweka orofani. Ndio. 38. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko, Ndio. wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. 39. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Unaona, Dorkasi alipewa, haleluya, alipewa tangu tumboni umaridadi wa kushona nguo. Umaridadi, yani nitumie Kiswahili gani kizuri? Alipewa tangu tumboni. Kuna kitu wewe Mungu alikupa, hii kitu usikichezee. Unaweza kikaanza katika udogo, lakini kuwa mwaminifu kwenye huo udogo. Ili kiweze kukua kinahitaji uaminifu. Narudia, usikidharau hicho ambacho Mungu amekupa, hata kama ni kushona, hata kama ni kusokota nywele. Usidharau, ni Mungu amekupa. 2026 itakuwa faida kwako, kitaleta faida maradufu kwa jina la Yesu, maana ndiye Mungu aliyekupa. Dorcas, maandiko yanasema hivi, alifufuliwa kwa sababu alikuwa na kitu ambacho alikitumia vizuri hata kwa ajili ya kazi ya ufalme. Alikuwa ni maridadi wa kushona, lakini maandiko yanasema akafa. Alipokufa wakamwombolezea, wakapeleka kesi kwa Paulo, wakasema jamani, huyu mama alikuwa ni mshonaji mzuri, alikuwa na kitu ndani yake na kilisaidia sana, jamani, ameondoka. Ndipo mtu wa Mungu akasema yuko wapi? Akapelekwa mahali walikomlaza, akamnyanyua, akawa hai tena, akairudia kuifanya ile kazi ambayo alipewa tangu na tangu. Ndani yako kuna kitu. Hicho kitu ambacho Mungu alikupa, tunapoingia kanisani tunakichochea ili kikafanye vizuri zaidi. Tunakichochea ili kikawe baraka zaidi. Tunakichochea ili kikalete matunda zaidi kwako. Nami natamka 2026 kuanzia Januari mpaka Disemba, kile ambacho Mungu alikupa ili kiweze kuleta faida kwako, ninatamka kikaongezeke na kikalete matunda ya baraka kwako. Nisikie amen. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba wa milele, Baba wa milele. Kuna mwingine huko hapa, Mungu amekupa ustadi wa fundi, yaani ndani yako amekupa kipawa cha kuwa fundi. Haleluya, haleluya. Haya, hebu naomba tuangalie kwa habari ya Kutoka 36 mstari wa 2. Utamwona hapo mtu mmoja anaitwa Bezaleli ambaye alipewa akili, akili ya moyoni, alipewa kitu ndani yake. Kuna mtu anajiuliza, jamani, mwaka huu umeisha, sijui itakuwaje 2026. Kuna mambo ambayo yalikuwa bado hayajaingia ndani ya moyo wako. Mungu atayafunua leo utakapoingia 2026. Utakapoanza kuyafanya, usiogope, utaiona faida, utaiona baraka. Kutoka anasema, Kutoka 36 mstari wa 2. Ndio. Basi Musa akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili, ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima, kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo. Usisahau ndani yako kuna kitu Mungu amekupa. Mwingine amepewa kushona hiki, mwingine amepewa ufundi, mwingine amepewa hiki, mwingine kuna kitu Mungu amekupa. Haleluya.
na kila roho ambayo ilikuwa inakuzinga hapo mbele haitafanikiwa safari hii kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kile ambacho Mungu amekupa ndani yako na vile ambavyo Roho wa Mungu huwa anakusemesha mara kwa mara, fanya hiki, fanya hiki. Mara nyingi huwa mnasema kitu kimeniambia nifanye kitu fulani. Sio kitu, ni Roho huwa anakusemesha ndani yako. Kila unayemuona Mungu alimpa kitu, alimpa kipawa ndani yake. Amen, amen. Ndani yako kuna kitu Mungu alikupa. Hicho kitu ndo maana Roho wa Mungu huwa anakuhimiza, anakusemesha ndani yako, fanya kitu fulani. Anakudondoshia kama wazo. Libradagaya namandi. Ndo maana ukisoma kwenye Wakorinto, kitabu cha Wakorinto, natamani nikuonyeshe hapo, alafu nikutamkie baraka. Koshakatalabazo 2026 itakuwa ni baraka kwako. Itakuwa ni baraka kwako. Itakuwa ni baraka kwako. Anasema Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, anasema lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo hayo Mungu aliwaandalia wampendao. Kuna kitu ambacho Mungu atakiachilia ndani ya moyo wako, alafu atakupa msukumo kwa Roho Mtakatifu ukakifanya hicho kitu, ama ukakutane na hao watu. Usije ukamzimisha Roho wa Bwana usema hapana, hao watu nimesikia kwa rafiki yangu kuna 1 2 3. Hao watu wamebeba baraka yako. Kwa hiyo usije ukamzimisha Roho wa Bwana. Narudia, 2026 ambao tunaiendea ni mwaka wako wa baraka sana, lakini nitafundisha kwenye ile semina ya siku 3 na siku ya mkesha wa mwaka mpya, na nitakwambia mwaka tunaoendea ni mwaka wa aina gani. Haleluya. Nitakuwa na neno la mwaka ambao Mungu amenipa, si la kwangu. Bwana ametupa tutembee nalo. Bwana ametupa tutembee nalo. Bwana ametupa tutembee ndani ya hilo neno, alafu tutauona mkono wake, tutauona uzuri wake. Haleluya. Mwenye furaha nisikie amina. Mwenye furaha nisikie amina. Kuna jambo Mungu ataachilia ndani yako. Kuna kitu Mungu ameachilia ndani yako. Kuna watu wawili. Kuna jambo Mungu ataachilia ndani yako. Kivipi? Utasikia msukumo kwenda kuifanya ile biashara. Hiyo biashara usiogope kwenda kuifanya, kwa maana ndani yake kuna baraka yako. Wewe ni mbarikiwa tayari. Sio kwamba utabarikiwa, wewe umeshabarikiwa. Waefeso 1:3 anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote. Sio 100,000, baraka zote. Maanake kwamba lile ambalo Bwana kwa Roho wake atakuongoza kulifanya, utaiona baraka. Usiogope, wala usifanye kwa mashaka wala kwa unyonge. Nenda kafanye, na usiogope kuanza chini, kuanza kwenye huo udogo. Mungu wako sio Mungu wa mambo madogo, lakini unaweza ukaanzia kwenye hicho ulichonacho. Akamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Akasema, na fimbo. Kwa hiyo Mungu atatamani uanze na hicho, alafu uwe mwaminifu. Aliye mwaminifu kwa madogo atamuinua kwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu ambacho huwa kinaanzaga juu, huwa kinaanza chini alafu kinaenda juu. Narudia, hakuna kitu ambacho huwa kinaanzaga juu, huwa kinaanza hapo chini alafu kinapanda kwenda juu. Ukitaka kupanda mti wa mwembe, utaanza kupanda juu ya matawi, chini ya shina la mwembe, alafu unaenda juu. Kuanzia leo, kila roho ambazo zilikuwa zinafanya vita juu yako, usiinuke juu. Bwana atakupigania kwa jina la Yesu.
Bwana atakupigania kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo, kile ambacho Mungu amekupa usikidharau, anza nacho, enda nacho. Narudia, kile ambacho Mungu amekupa usikidharau, anza nacho. Kile ambacho Mungu amekupa una uwezo wa kukifanya, anza na hicho, kifanye, na utaiona baraka, na utaiona baraka, na utaiona baraka. 2026 Mungu akakuunganishe na watu wako wa baraka. Sema, Baba, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo napokea neema ya kufanya mambo makubwa sawa sawa na ile neema ulionipa ndani yangu, sawa sawa na kipawa ulichonipa ndani yangu, kwa jina la Yesu. Kila roho za mateso sio sehemu yangu. Kila roho za udhaifu sio sehemu yangu. Kila roho za madeni sio sehemu yangu. Madeni, magonjwa sio sehemu yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kibali kitanifuata 2026. Afya njema ndiyo fungu langu, kwa jina la Yesu. Amen. Mpe Yesu makofi, imekuwa kwa jina la Yesu.